John, nakumbuka dhahabu ilikuwa hapa. Sisi tulikuwa tumesimama pale na Musa. Ndio ilikuwa hapa. Sasa kwa nini haipo sasa? Sasa itakuwa imeenda wapi sasa? Au tumekosea? Hapana, sidhani kama tumekosea. Nakumbuka kabisa dhahabu ilikuwa hapa. Vifo vya watu wengi sana wamekufa huko njiani. Watu wamepotea wengi sana. Kila jioni naita jina lako na kimya hunijibu. Bravo. Tuondoke. John, ile dhahabu si ilikuwa pale? Ndio, dhahabu ilikuwa pale. Sasa mbona hamna? Nakumbuka tulipokuja na Musa tulikuwa tumesimama hapo. Tulikuwa tunaionea pale. Au tumekosea sio hapo? Tutakuwa tumekosea vipi sasa? Wakati dhahabu ilikuwa pale na sisi tulikuwa tumesimama hapa tulikuwa na Musa. Sasa kwa nini haipo? John, ile dhahabu ilikuwa hapa. Nakumbuka dhahabu ilikuwa hapa. Sisi tulikuwa tumesimama pale na Musa. Ndio ilikuwa hapa. Sasa kwa nini haipo sasa? Sasa itakuwa imeenda wapi sasa? Au tumekosea? Hapana, sidhani kama tumekosea. Lakini sasa hivi hatuioni na tulikuwa tumesimama pale tukiwa na Musa. Nakumbuka kabisa dhahabu ilikuwa hapa. Ndio ilikuwa hapa. Sasa mbona hamna, itakuwa imeenda wapi sasa jamani wakati ilikuwa hapa? Tena mpango wetu unaanza kufeli sasa hivi. Tutafanyaje sasa John? Sasa tutafanyaje na kitu hatukioni? Ilikuwa hapa kabisa dhahabu aisee. John, kama vipi twende? Tutarudi kwa mara nyingine. Sawa, tuondoke tu. John.
Unamwona yule jamaa yule? Anaonekana mwenyeji wa hapa kijijini. Kwa hiyo basi mimi na wazo. Uende ili tuweze kupata hii dhahabu au tuweze kujua sehemu ambayo ilipo. Takiwa tutumie mwenyeji wa hapa kijijini. Hivyo basi tukienda kwa yule jamaa, kwa utamwambia kwamba mimi ni mzungu na wewe ni Mswahili. Hivyo utamwambia kwamba mimi siwezi kuongea Kiswahili. Basi utamwelekeza kwamba atapeleka kwenye moyo wa kijiji ili kama tukishafanikiwa basi nitampatia kiasi kidogo cha pesa. Kwa hiyo mweleze kama hivyo kwamba mimi ni mzungu, nahitaji nikatalii kule kwenye moyo wa kijiji. Sawa? Sawa. Hivi samani kaka, wewe ni mwenyeji labda mazingira haya? Mimi ni mwenyeji. Labda nitaka tu kufahamu elimu yako, labda umesha darasa la ngapi? Kwa mimi nimesha darasa la 4. La 4. Sasa huyu mwenzangu kidogo si unajua hawezi kabisa Kiswahili. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama ikiwezekana utupeleke katika moyo wa kijiji. Hatuwezi kukuacha mikono mitupu, tutakutoa chochote kitu japo kidogo tutakupa hela. Okay, listen. Tell her that because when we go there, we can do the preparation key and the blow winds and Spain. We can do everything that she want to do. The pre-one and the Spain days when for right. When crave in a romance and just speak up on one, let's mention key and they do something. Yeah, everything alright. So hapo ndo amesemaje? Amesema kwamba lengo lake anahitaji tu kufika kwenye moyo wa kijiji kwa sababu ana shauku kubwa sana ya kufika hiyo sehemu, na pia kuhusu pesa kwake sio tatizo, atakupa. Hamna shida. Twendeni. Ndo hapa hivi. Sasa huyu mtalii wangu bwana anahitaji aone kwanza atalii vizuri, angalie kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo labda kama ikiwezekana unaweza ukatupisha kidogo ukatusubiria kwa pembeni. Haina shida. Na alafu kuhusu malipo yako usijali, unaweza ukatuachia namba ili tutakapomaliza tukutumie hiyo pesa yako. Kwa hiyo unaweza ukanitajia tu namba yako. Sasa alafu chengine tutaka kujua labda huku kutakuwa kuna njia nyingine ya kupita kutokea mjini. Au hivi hapa mkifika hapa hivi mnashika hapo mtoni, ukipanda hivi kuna njia ambayo barabara ambayo inaenda mpaka mjini. Sawa. Basi ndugu wewe usijali. Tukimaliza tu kila kitu mzungu akishamaliza kutalii tutakufanyia muamala wako. Sawa? Haya.
Je, sasa tutafanyaje? Mbona hii ardhi kama ina kitu cha ajabu? Hapa cha kufanya tutembee mto kwa mto, huenda ile eneo hili lina hiyo zama. Tupite mto kwa mto, inawezekanaje? Hiyo huko mbele tukapotea, uone tukazidi kupotea. Sasa nataka tuzidi kukaa hapa bila kutafuta njia mbadala. Sikia, hiyo ndio njia pekee ya sisi kuwa salama. Tupite bwana. Kila jioni naita jina lako na kimya hunijibu. Nilikupenda kwa kweli, sasa nalia peke yangu. Ukikumbuka macho yangu